Swala la uchanya wa mwanamke katika jamii ni kitu cha kawaida kabisa. Wanawake wengi sana ni mashupavu. Wanawake wengi sana hata uko kwenye familia yake akaweza kulea familia yake, bado ni hatua kubwa sana mimi namuita shupavu. Nasema hivyo kwa sababu nimeona wanawake wengi sana ambao ni mashupavu na wamefanya vitu ambavyo vinaleta matokeo chanya kwenye jamii. Nawafahamu. Na hata tunaongozwa na rais ambaye ni mwanamke, ambaye naye unaona ameleta matokeo chanya kwenye jamii. Mimi nilianza kama ripota mdogo sana na nikajigroom mwenyewe, nikasoma, nikajifunza, nikaangalia watu wakubwa wanafanya nini. Kwa hiyo sasa ya ripota, hakuna mtu aliniambia kunipendelea kufanya hiki, fanya kile. Nilijinyanyua mwenyewe, ni kujiongeza mwenyewe. Watoto wa mjini wanasema jiongeze. Kitu kikubwa kwenye maisha ya kijamii au kwa mwanamke, hard working. La pili ni lazima uwe very creative. La tatu lazima uwe na hekima na busara na uchamungu. Hivyo vitu vitatu lazima uende navyo kwa pamoja. Na naweza nikasema kwa kifupi kwamba nimefika hapa niliko kwa sababu ya hard working na creativeness. Ndio imenitoa kuwa ripota mdogo kuwa na nafasi sasa ni mkurugenzi mtendaji wa vyombo vitatu vya Upendo Media. Waandishi wa habari wapo sasa hivi ni wengi sana, hasa watu wanawake ni mabinti ni wengi sana. Na wengi sasa hivi wanakimbia tasnia kwa sababu wanaona kama hakuna career. Na changamoto mimi ninaiona ni lack of practical skills on our colleges. Zipo, mwingine anaenda kama fashion, anaenda chuoni, anachagua tu, anachomaliza form 6 anachagua course journalism tu, lakini hajui maana ya journalism. Akienda sasa kwenye video, akienda chuoni ndo anasema, kumbe journalism nilienda kwa sababu nilifikiri ni course kama ya IT, kumbe sio IT. Kwa anafika chuoni anakosa mwelekeo, anasema basi mimi kuliko nisome ile kwenda mtaani kutafuta story au kufanya mahojiano au kufanya kitu chochote au niandike niwe mwandishi, bora niwe PR. Si walaumu watu ambao ni ma-PR. Au sisemi kwa sababu ni kitu ambacho ni chepesi, nacho ni kitu kigumu, lakini kuna wale ambao wanakwenda with no vision. Hiyo naona ni changamoto ambayo inakuta mabinti wengi sasa ambao wanakwenda chuoni bila kujua kwamba wanaenda kusoma nini. Na bad enough wazazi wengine watusaidii au wazazi wengine hawasaidii mabinti zao kujua hii kozi wanayokwenda itakwenda kuwasaidia nini baadaye. Kwa hiyo ni muhimu sana hii changamoto ya vijana wadogo ambao wanafikiri journalism ni kozi ambayo ni rahisi. Sio kozi rahisi. Ni kozi ambayo inahitaji creativeness, hard working na uelewa mpana wa mambo mengi. Kwa tasnia ya habari kwa mapana yake, mimi nilishakuwa msaidizi wa katibu la Jukwaa la Wahariri Tanzania. Lakini pia nimekuwa msaada wa vijana wengi sana wa kike kuwaelimisha na kuwaelewesha kuhusu umuhimu wa media. Nafasi hatukai nazo kwa muda mrefu. Groom pia vijana wengine, natamani pia a lady can help like the way I did this position. Kwa hiyo ninatamani pia binti washike nafasi hii, na naamini sana mwanamke akishika kitu kinasogea. Sidharau wanaume, lakini pia naamini kwamba mwanamke akipewa kitu anaweza kufanya pia kama mwanaume. Kwa hiyo kama nimeestablish vyote hivyo na vimesogea na vimekuwa na vinaendelea kukua zaidi ya hivi vilivyo, I know that we can do anything more than that. Kwanza kabisa, wanawake waache uvivu. Pili, wanawake wajifunze kuwa na commitments. Jambo la tatu, wanawake wafikiri jinsi ya kuwaza. Thinking ni kitu kikubwa sana. If you think something, ukijaribu kufikiri kitu, ukakifanyia kazi, ukakitekeleza, utafanikiwa sana. Tusitegemee mtu mwingine tusaidie kuthink, alafu sije tutekeleze tu, alafu pia tusifikie mwisho. No. Ni sana unaamka asubuhi, unahakikisha kwamba umeamka mapema, umekwenda kazini na umetekeleza to do list zako zote za siku. Kwa hiyo if we think very well, we do very well, we conclude very well, we will get the success. Kwa mimi ninaamini kwenye kufikiri, kwenye kutenda na kwenye kuamaliza na kufikia malengo.